Nani anakuchapa? Usiogope. Sasa uko na mimi. Nani anakuchapa? Songa. Dadi anakuchapa vibaya? Anakuumiza? Mguu amekuvunja? Wamevunja mtoto mpaka mguu. Ni hamuna huruma? Wewe naomba majirani mtoke nje. Mtoto amevunja mpaka mguu. Ndiye ananiambia anasikia uchungu. Mtoto amevunja mpaka Imagine ananiambia na ni babake. Mtoto ananiambia. Acha hiyo mchezo. Sikia mtoto. Mtoto anasema nisimwache kwa hii nyumba. Nisimwache. Hebu niulize, dadi. Hebu dadi. Wewe unachapwa? Nani anakuchapa? Nani anakuchapa? Usiogope. Sasa uko na mimi. Nani anakuchapa? Songa. Dadi anakuchapa vibaya? Now of late wasi wamekuwa kiconfess how their parents wamekuwa wakiwa abuse mentally na pia physically. Here is just one case yenye mtoi mwenye ako 7 years old hakuwa na hiyo uwezo wa kuchannel out what he's going through, but alikuwa na similar parents wenye walikuwa abusive na hao walikuwa na mkane physically, unajua. So ini vida nilitoka kwa TikTok ya Musiria, nilichikia alikuwa amepost some few days ago na nikacheki ni video poa pia isambae tu na wazazi wale wako abusive kwa watu wao wakuwe tu warned na wakuwe aware that ni makosa na pia sio kitu poa, na pia it is ni kubreak sheria ya Kenya kwa abuse mtoi kama huyu mdogo. It doesn't matter how the situation is bad because tunajua economy ni mbaya, yes, watu wana go through a very tough time hapa Kenya, but mzazi hana hiyo right ya kupiga mtoi to such an extent that anaweza hadi mvunja mguu, unajua. Kwa hivyo that tunachiki mzazi amevunja hadi mtoi mguu, anamkei na pipe daily. So luckily kulikuwa na jirani mmoja hapo alikuwa anasikia hiyo kelele, anasikia vurugu daily, but anasikia vurugu ni si ati vurugu between the parents, ni vurugu towards that child mwenye ako 7 years old. So luckily that madam, I think alikuwa anawak kwa office ya gava, and he was able to reach to Musiria and the rescue team wakaambia wazee kuna mtoi anaabisiwa, unafahamu kami area, mrescue mtoi. So wale wazazi wenye wako toxic kwa watoi wao wanaabuse, they should be warned manze. No parents amekuwa akona right ya kupiga mtoi to such an extent. Yes, tuna accept kuna hiyo place ya discipline na kuna hiyo place ya kupinch mtoi kidogo akiwa amesumbua, but to this extent unapiga mtoi hadi anatoka ngozi kwa skin yake, hadi una go to an extent whereby unamvunja hiyo mguu. Ni vibaya sana. Analala hapa kwa carpet. Analala hapa kwa carpet huyu mtoto. Mtoto amepigwa sana. Kweli ama ni wangu? Kuna alama mzee. Hii ni alama kwa kichwa ya mtoto amegongwa gongo. Mpaka hapa. Mtoto amefura kichwa mzee. Nani amechapa mtoto? Nani anamdiscipline? Amka wewe. Hebu njoo mama. Lala nini? Amka. Ni ndio hebu njoo mama. Huyu mtoto nani amemchapa? Karibia hapa. Huyu mtoto ni wako? Karibia hapa, naomba ukaribie. Wewe ndio mama yule mtoto? Mama, habari yako? Kwa majina naitwa Geoffrey Musiria, mimi ndiye katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi Gatuzi la Nairobi. Niko hapa kwa ajili ya huyu mtoto. Wewe ndio mama wa mtoto? Mama mzazi ama mama wa kambo? Mimi nakaa naye. Wewe ndio umemzaa? Mama yake mzazi. Si wewe. Huyu mtoto nani amemchapa hivi? Now
I think tunaweza cheki red flag hapo. Mother sio mother mtoi, like unasikia mother mtoi alidai. So that's the first red flag. Mother kasi the biological mother mtoi, you can basically tell that mtoi yenyewe amekuwa akiabusiwa hiyo design na msa amekuwa akimwabuse ni mother, cause inakuwaga like a common story. Mtoi akikuwa or rather mzae akipoteza wife alete another lady kwa keja, anaitwa mama wa kambo. Madhe wanakuwaga very brutal sana towards the kids wenye si biological kids wake. So I think that's the first red flag. Alafu venye pia anaulizwa huu ni mtoto wako, anakani kama ana take time kujibu hiyo swali. Babake ama wewe? Nataka nijue nani amepiga huyu mtoto. Sometimes acha tuseme ukweli. Babake ndiye anamtaka sometimes. Oh no. Kuna wakati gani? Hizi alama zote mtoto ako nazo kwa mwili? Si zote kwa wakati. Wewe acha kuongea. Tunaona alama. Hebu tulieni tafadhali. Naomba mweze kusonga. Acha tusonge. Sawa. Wewe fanya hivi. Walikuja juzi. Nani amechapa huyu mtoto hivi? Mimi labda broke na sometimes anamchapa. Kama una discipline mtoto kama mnyama boss. Utanielewa. Do you know why we are here? Do you know why we are here? Haki ya huyu mtoto. Huyu mtoto kama angekuwa anachapwa kwa hii nyumba atungekuja hapa. Si unajua hivyo? Mmekuwa mkimchapa wewe na huyu mke wako. So kwa sasa huyu mtoto tunamrescue na wewe afisa wa polisi wataenda na nyinyi wawili. Wewe acha kusema kweli hoja mchapa. Songa hivi. Wewe acha kutupigia magoti chini. Sisi sio Mungu. Wewe. Magoti ya nini unapiga? Nani amechapa huyo mtoto? Sijamchapa. Utamchapa na mtoto analia. Mzee. Huyo mtoto analianga daily. Neighbors are complaining. Mimi wanafanya kazi kila siku. So au kwangi kwa nyumba. Na mtoto analala kwa floor. Mtoto analala kwa floor, nyinyi mnalala kwa kitanda. Mkono wake huyo mtoto kweli mnamjia, mngemweka katikati yenu mlale na yeye basi kama hamna kitanda yake. Mahali imefika, huyo mtoto anakuwa rescued. Na nyinyi muandamane na inspector wa polisi awaelekeze, kisha mtaenda mwandikisha. Hata kama mtaruhusiwa kisheria, ataangalia vile atahandle kesi yenu. Kwa sasa mtoto tunaenda na yeye, na nyinyi tunaomba muandamane na inspector pale. Vaa viatu twende. Hii ni mchezo, hamwezi kuwa mnapiga mtoto. Mtoto ameumiza mwili mzima. Jaribu kuongea kwanza, nimemuuliza mtoto babake. Mtoto ako na alama mwili mzima. Boss, sasa hivi tunafaa tuwe tumelala. Tuko hapa because of this child. Now, hii ni noma sana, but kulingana vile nasikia how I say, it seems like there's a huge story behind this kid, cause mtu yenyewe ana mishandoliwa sana, design hadi anadoze kwa floor. Can you imagine that mtu yeye anadoze kwa floor na hawa sio wamedoze kwa bed? So I suppose there's just a huge story behind this child, because buda pia kupatiwa chance ya kujibonga vizuri. But I don't know. The moment women comes into the lives of men, I think pia kuna venye pia women waga wanaanza ku manipulate mwanaume, especially kama it's like a second wife, na huo wife aku give birth to this child mwenye ako kwa hiyo keja. I think kuna venye mwanamke anaweza manipulate buda, ambia mtu yeye anasumbua, hebu mpige kiboko, unajua. But anyway, buda I think pia angepatiwa opportunity pia abonge, but the fact that wanakainu mtoi wanafaa kwanza wa face the repercussion of what they are doing first,
Ndio hiyo story ingine tutasikiza baadaye, cause kupiga mtoi hiyo design bro, like hadi unamtoa ngozi. And nilikuwa nimesikia pia mtoi aende chuo, so awase kwanza inafaa tu waende wa deal na sheria kwanza, then ubuda watamsikiza baadaye, cause hiyo makosa umefanya inafaa wa deal na hiyo makosa yao kwanza, then tusikie hiyo kesi ingine baadaye. Madam, vaa mzuri, unaweza mpaka mrudi. Nani anamchapa? Babake. Sawa, utaeleza kwa station hiyo kwa polisi. Sawa? Sasa andamana na inspector pale. Ya wacha ningoje mzee. Jirani mtoke nje. Inspector aende na hao, tuende na hao. Mfunge nyumba yenu. Tutoke. Imanye baki. Inspector beba wawili. Piga huyu pingu. Sina. Wewe mzee. Mkate unapeleka wapi? Nataka nifunge nyumba. Sawa, mkate utaenda nayo ndio hii. Ndio umetoa nyumba inafaa kufungwa. Get out. Wacha atafunga tu kiwa hivyo. Bibi atakufungia. Chukua ki. Chukua ki, ufunga tuende. Wewe. Dawa ya nini? Sawa, chukua dawa. Chukua tu dawa ukiwa na pingu. Na mkate ndio tutakubebea utaenda nayo. Zima hiyo TV. Wewe zima hiyo TV. Zima hiyo TV kwa wall pale kwa stima. Mwezi kuwa mnatesa mtoto hivi alafu mnataka kunyamaza. Mtoto amevunja mpaka mguu. Wacha kuniongelesha. Si ungeachia mtoto hata nyanya yake kama uwezi ile amole unaachia serikali. Ilikuwa ngumu ukaona kutomulia. Maisha sasa ukaona mtoto huko ukuja uwe hapa. Umulia hapa si ndio? Tutapambana na wewe. Pita hivi. Pita. Wewe tangulia enda. Sasa leo Pita. Wewe na mtoto wako meza. Wewe Jamani, nimewacha nikuja kumsaidia Kuja uwe. Kuja apeleke shule. chukua kifuli, mkate ndio hiyo utaenda kula huko mbele. Shika mkate. Wewe mzee, shika mkate yako utaenda kula huko mbele. Sasa alikuwa anataka kubeba mkate ndio ile tena. Wewe funga mlango. Unalia nini? Well. So yeah, I think waliwapeleka police station. We hope good news zitatokea that mtoi atapelekwa maybe in a children's home, but Musiria pia kona ufala anawatolea za ovyo, anawaambia ndio hii mkate. Maybe aliona ubuda na kani kama ni Mluya au something, anashinda akimwambia ndio hii mkate yako, ndio hii mkate. But anyway, I think hawa sasa wamefanya job fiti kurescue mtoi. Na kuna numbers fulani ya by the way walipatiana. I think ndaika hiyo namba hapo down. Ukisikia mtoi fulani maybe woga na abusiwa na wewe ni jirani, you can just call these guys wakamwa rescue mtoi, cause watoi wafai kuteseka hiyo design. So hizi abuse zinafaa ziishe manze. Ukisikia msee anabusiwa, hata akikuwa ni Gen Z, akikuwa ni mtoi tu mkubwa kama Gen Z pia you can just call. I think ndatapini hiyo namba hapo kwa description. Wase wanaweza kubaki wamecall hiyo namba wa report any case ama any abuse yenye inaendelea mtaa. Yeah manze.